Niambie. Ninaelewa sasa. Kwa nini? Unavyoniweza? Niambie sina. Jeni. Sio wewe tu. Hata mimi niko hivyo. Kweli? Ya. Hata mimi pia. Penda. Ni mwanaume wa pekee kwenye maisha yangu ambaye unafika sitaki kutaja. Taja bwana. Kileleni, la Kilimanjaro hivi. Yaani tunapanda mlima mpaka tunafika mwisho. Kwanza nafurahi sana kusikia hivyo. Na unazidi kunipa confidence ya kuzidi kukupenda. We. Na nikuambie kitu. Kwenye maisha yangu yote ya mahusiano sijawahi kukupenda mimi. Kumbe ndio kwanza? Kabisa. Na sijui umenipa nini, sijui umeniroga wewe mtoto. Mimi sijakuroga. Na siku zote mapenzi hayarogi kwa dawa. Kitendo tu. Asante. Jeni, nina mambo mengi sana ya kuzungumza na haya mpenzi wangu. Najua, lakini mimi la kwangu ni moja. Lipi? Mpenzi wangu, najua nakupenda sana. Ninakupenda mpaka nachanganyikiwa. Lakini mimi naenda kuolewa. Ila niko na wazo moja. Kwa nini usini wewe? Isitoshe tunapendana. Tunaelewana, tuko pamoja, tunafanya kila kitu kinaenda sawa. Kwa nini usinioe? Jena, uko sahihi sana mpenzi wangu. Lakini kuna vitu havijakaa sawa. Vitu gani? Kwani kuoa umeambiwa mpaka ununue gari? Sina maana hiyo Jena. Ila unajua kuoa si kukurupuka au kwenda kununua Kariakoo nguo. Inahitaji maandalizi kidogo. Na ndio maana najitahidi kidogo kujiandaa hapa. Ili nije nisikupe tabu mpenzi wangu. Kweli? Yeah. Sawa. Najua unanipenda na mimi nakupenda. Moyo wangu nakuachia wewe. Sitaki uje kuudondosha. Usijali. Mimi naenda kuolewa na yule bwana. Lakini tambua kwamba mimi nakupenda wewe, sio yeye. Nampelekea mwili tu, sio moyo wangu. Jene. Kuna wakati huwa nahitaji muda wote tu yote. Nivile tu nijisikie ninakupenda mpenzi wangu. Kama ndio hivyo, kwa nini tusiishi vyovyote vile, niishi na wewe? Wacha nikupe ridhaa ukaolewe na ule boy. Huku nikiamini kwamba moyo wako uko kwangu. Na moyo wangu pia uko kwako. Kweli? Ila mmoja tu. Hakikisha kwamba hunisahau mazima. Naanzaje? Nikusahau wewe? Mwanaume ambaye unaniweza, yani unanipa kile ninachotaka. Yani kama vile koka. Basi wacha nikupe zawadi. Jena. Abe. Wacha nikupe ridhaa ukaolewe na yule boya. Huku nikiamini na kutegemea kwamba moyo wako uko kwangu. Nami pia. Unajua sitohitaji uje nipoteze mazima. Na ndio maana nikaamua kurekodi ile simpa. Jamani, nataka ubaki na moyo wangu, ubaki na simu pia na picha. Kabisa. Unajua kwa nini? Yaani nikukusisitizia kwamba nakupenda, lakini uishi na mimi siku zote. Kweli? Nakupenda sana.
Asante sana. Mani sana. Samani. Naweza kufahamu? Mimi naitwa Jeni. Okay, vizuri. Ila kama hutojali, naomba nisaidie namba yako ya simu. Namba ni usali. Please. Tafadhali. Sijawahi kukutana na mtu mwema kama wewe. Naomba, please. Naomba nipate kuwasiliana na wewe bwana. Karibu. Yaani jinsi ya karibu. Unajua ni jinsi utapotea. Siwezi kupotea. Samahani sana. Ila kuna jambo nilitamani kuzungumza na wewe. Na hii ndio sababu mimi kukuita hapa. Unajua mimi bado kijana. Alafu bado niko bachelor. Niko single. Hivyo natamani ningepata mwenza wangu. Ningepata msiri wangu. Na kuna sifa nyingi ambazo nimeziona kwako. Ambazo nahisi zinadizeo mimi kufanya tukio hili. Naomba nikuombe kitu kimoja. Sawa, lakini kiwe ndani ya uwezo wangu. Kikiwa nje ya uwezo wangu, sijui kama nitaweza. Mimi ninachokiamini kipo ndani ya uwezo wangu. Labda wewe sasa ufanye kitu hicho. Waswahili wanasema ngoja ngoja naomba uwe ndani yangu, uwe msiri wangu. Naomba kukuoa. Tafadhali usinikatalie. Nilikuwa naomba unipe muda, kwa sababu siwezi kusema ndio au hapana wakati sijafikiria. Alafu isitoshe, siwezi kusema ndio wakati sijamshirikisha mamangu, na mamangu ndio kila kitu, kwa lazima hajui. Kwa naomba tu unipe muda, alafu nitakupigia simu nitakwambia. Sawa. Wanasema kwamba haraka haraka haina baraka, lakini ni lazima niwe na haraka kwa sababu kiukweli sitamani kukukosa kabisa, sitamani kukukosa. Kwa kuwa umeomba muda, sina namna, inabidi nikupe muda kufikiria, kwa sababu ndoa sio jambo la kitoto. Wanasema
ni afadhali ukosee nguo kununua, lakini si mke au mume. Ngoja nifikirie, nitakupa kijibu. Mimi naenda. Unajua mimi sikutegemea kama utaagiza soda tu, kwa sababu mimi bwana napenda sana chipsi kuku na mishikaki. Hizi ni sifa ambazo zinajiongeza kila siku, ambazo zinafanya mimi nizidi kuona thamani. Anyway, Jenny, kwa mara mwisho tulipokutana kuna jambo la tulizungumza. Naamini kabisa leo utakuwa na majibu ya maswali yangu. Kweli nimefikiria nitafundisha na mwanangu pia nisaidia kufikiria katika mawazo mawili tofauti. Una maana gani kusema hivyo? Masharti tena? Jamii, mimi ndio ulikubali tayari jambo limeisha. Masharti tena? Kwa sababu masharti hayo. Maana ukienda kwa mganga wewe kwa masharti. Sasa na kwamba tena masharti. Sio baya. Sasa kumbe hilo mimi nikutoe hofu katika hilo. Kila kitu mimi nitafanya. Barua nitaleta, mali nitaleta. Hata kama kiniambia bwana, huyu mali yako bwana nitaleta. Nitatafuta vitu zima nitaleta. Wakisema mimi naleta. Ila mimi nitaomba kitu kimoja. Omba na japo familia yako kama watanielewa, lakini baada ya kutoa mahari wala waniruhusu niishi na wewe, kwa sababu mimi naamini siwezi kuishi bila wewe, na kuishi wewe ukiendelea kuishi mbali mimi nakuwa mnyonge. Sawa? Lakini hayo tena ni mambo ya mzazi. Sasa zikwambia ndio. Utakapoongea na wazazi wangu, jibu atakalotoa. Kama atasema sawa, mimi nitaenda huko. Kama atasema hapana, utajibu kama utajibu
Naam. Huyu ndio yule mgeni anaambia atakuja. Hatimaye amerejea. Anaitwa Alex. Na huyu ndio mkwe wenu mtarajiwa. Kijana. Naam. Karibu, ujisikie kwa nyumbani na unajua taratibu za sisi wa Afrika. Tafuta mshenga. Wewe tu posa kwa sababu ile kazi zangu za kuzunguka hivi za nasafiri na gari. Ufanye haraka sana. Hata kama sio wewe. Unajikuta utakuta mama yako hapo. Haina shida baba, wewe unaishi. Karibu. Asante baba. Ila ninachokisema mimi, baba yangu karibu sana. Asante sana. Karibu sana, hapo ndio nyumbani na sisi ndio wazazi wenyewe umetukuta hapa. Karibu sana. Nashukuru pia Jenifa kwa kuniongezea na mtoto mwingine, maana sasa hivi na watoto watatu. Karibuni sana. Asante sana. Hivi mke wangu, unajaki uko wapi? Jackson hata sija ameenda wapi. Naona kuzurura tu huko juu. Mtoto yule anaanza kukuta tumeuza kwa nyumba na kisha hama. Sitaka wapi. Lakini bora hata alivyokuwa hivi. Maana hata kiwepo hapa hata samani tu kuongea haeleweki. Bora hata alivyokuwa hayupo. Akija hapa atasimulia tu leo jili ataambiwa. Asante wazazi wangu. Asante kwa kumpokea Alex. Alex huyu ni mamangu kipenzi. Na huyu ni babangu kipenzi. Lakini pia kuna kakaangu mdogo wangu anaitwa Jackson. Lakini kwa sasa hivi katoka kidogo. Kwenye nyumba hii tunaishi watu wanne. Mimi, mdogo wangu, mama yangu na baba. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. Sawa mama, nashukuru. Alikuwa na haraka anataka aondoke. Kwa naomba nimtoe. Sawa. Mwanangu. Unajua taratibu zetu sisi za Afrika. Kama niko ndani. Haya baba asante. Kwa hiyo. Mama. Ni wewe. Asante sana. Alex. Unahisi ulichokifanya ni sahihi? Mama leo nitia aibu, si ndio? Mbona itia aibu familia yangu? Mbona hujaniambia toka jana? Mbona hujaniambia Alex? Mbona hujaniambia? Nikuulize kitu gani ambacho naweza kanijibu nikalizika? Kwani kuniambia mapema? Nakuuliza ni sahihi? Hivi ungekuwa wewe, ukijisikiaje hapo? Familia yangu imeaibika. Familia yangu imeaibika mbele ya kanisa, Alex. Nimepata shida ya kusubiri. Nimesubiri watoto wameondoka. Alex hujafika. Huko nyumbani umekaa tu. Ni kipi ambacho Alex, naomba niambie tu kitu kimoja ambacho unaweza nikakuelewa. Niambie Alex.
kupata aibu yote hii. Mwambie nini babangu? Nitamwambia nini mamangu? Nipe jibu ambalo nalijua wewe mimi nitaridhika nalo. Alex. Jibu. Nashukuru.